Asalamu alaykum shehe wangu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Heri? Ni heri lakini si heri. Heri lakini sio heri. Unamaanisha nini? Bwana, nimepata malalamiko kutoka kwa mdogo wako. Umekuwa ukimwamsha usiku ukiwa unaingiza wanawake. Haujali kabisa kuwa huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa mimi nikaona kama kijana mwenzio si busara kukuacha ukapotea, hali ya kuwa mimi najapo kidogo na elimu. Nikaona sio mbaya nije nikuelimisha walau kidogo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, jitengeni na mambo yote mabaya ufikapo mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu huu umeletwa kama funga ya kufunga mabaya yote na kuingia kwenye mema. Kwa hiyo wewe kama kijana mwenzangu, nikaona si mbaya nikuletee hizi taarifa njema. Achana nao mabaya yote. Sasa kama unashindwa hata kufunga, basi jaribu kuyafunga hata matendo mabaya. Aya, angalia. Angalia, unamtoa mdogo wako nje usiku. Anahangaika, anatafuta sehemu pa kulala kwa ajili ya uzinifu. Jaribu basi kujitafakari. Ni kitu gani unakijenga kwenye maisha yako? Ama kweli ukistajabu Ramadhani utayaona Kwaresma. Hivi wewe unavyojiangalia wewe hapo, una elimu yoyote hata chembe ya kuelekeza kitu chochote kinachohusu dini? Usikifahamu wewe, mimi dini zote nazijua. Christianity, Islamic ziko hapa kwa sababu mimi ni Mkrislamu. Do you know the meaning of Islam? Half Islamic, half Christianity. Ndio mimi hapa. Kwa hiyo hauna kitu chochote cha kunielekeza. 26:6 Yakobo inasema, nikapewa mwanzi kama fimbo na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasijudue humo. Alafu Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'an. Mark Qur'an. Sikia sa mkali. Ndani kuna dogo. Mwele kasebeze ni mtu dogo afu uingie. Sawa, lakini naogopa. Kaza basi na wewe kidogo. Saa ngapi sasa mpaka unaogopa? Saa 1 saa 2 kasoro sasa hivi. Poa hapo dakika ngapi tunakuja na kukuta. Basi fanya haraka. Chapu tu narudia. Allah Akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sheikh Juma, mzee wa swala 5. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Heri. Mwana ndugu yangu wewe, yani muda wote ni kuswali. Mzee wa swala 5. Sema ongera. Ongera mswaliji. Sasa sikia. Nina shida nako hapa Benjamin Mkapa. Nina kazi nako Guantanamo. Nataka niingie Mbewa nijibaluze, nijipige mipasi yangu. Kwa hiyo mdau hapa mimi naomba tu chukua hapo kila kitu ambacho unakitaka ukichukua kapoe. Watu wote tunahitajika tufanye mambo yaliyokuwa mema. Lakini kwa nini haubadiliki? Hauonei hata haya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ebu kaka, jaribu basi kubadilika hata kidogo. Jaribu basi kuwa hata mtu mwema. Huu ni mwezi wa kufanya mambo yaliyokuwa mema.
sio tena kufanya mambo maovu ya kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu badilika basi ndugu yangu. Naona Sheikh Juma anaongea kwa hisia, anatoa dawa kwa kaka yake. Juma, kati yangu mimi na wewe, yupi tangulia kuliona jua? Na vifahamu vitu vingi sana ambavyo wewe vifahamu, na hivi ambavyo vifahamu mimi nilitangulia kuvijua. Kwa hiyo hakuna kitu chochote ambacho wewe unaweza kunifundisha. Mimi kuswali nishaswali sana kulingana na maswali wewe, na kuja kunipa hela. Sasa hivi na focus na kupata pesa. Kwa namna yote nipate pesa, nije nijivinjari Benjamin Mkapa, nipate pesa, nikale zangu bata. Kwa hiyo mimi niambie kitu chochote kuhusu masuala ya swala, sijui kufunga Ramadhani. Mimi nishafunga sana hizo Ramadhani zote. Tangu wewe hujazaliwa mimi nafunga. Mpaka unazaliwa kufikisha umri mimi nafunga. Sio ndio vizuri sasa sikia. Sasa hivi ni usiku. Wenzio wote wanafunga Ramadhani wa Saudi Arabia. Wewe unaswali ndani. Mimi ninachokielewa, ndani wanaswali watoto wa kike. Wewe ni wa kiume. Tena lijali shemu kubwa na kufundisha mimi tena ambaye sijui vitabu vyako vya dini vinavyosema. Kama wewe unavyonifundisha mimi ni swali na mimi nakufundisha. Watoto wa kiume hawaswali ndani. Ndani for girls and women, not men and boys. Wewe ni wakati wa kukusanya hizo mbalile zako kupeleka msikitini ukaswali tarawih kama wenzio waliofunga. Sijui ndio wala Juma hapo. Kaka, sijakataa kama wewe ni mtu mzima. Lakini hauna cha kunifundisha Juma, nishakukataa. Hebu serious, unatoka utoki? Lakini kaka, hii sio sawa unapofanya. Sawa, mimi natoka. Yaani unajua tunaingia pale mlangoni mpaka tunafika mdai hapo tunakaa kitandani. Naona kabisa kama hauna amani, yani kama unaogopa. Kinachokufanya unaogopa ni kitu gani sasa? Unajua sikupaswa kuwa hapa. Hata huko nilikotoka uliniforce. Sasa hata kama umetoka zako huko, ushenge Benjamin Mkapa, Guantanamo, lazima uje kujipatia mipasi ya kindewa. Yaani ile mishindo ya kindewa nikupatie ili mdeo niweze kuishi safi. Hasa unapokuja afu kama unataka kuleta habari za kukaza au kama. Astaghfirullah. Muogope Allah. Sikia. Mwezi mtukufu ni miezi kama miezi mingine tu. Tofauti ni majina. Kwamba ulishapita mwezi wa 12, ukaja wa kwanza, uwapa wa pili. Haya kuna mwezi mtukufu katikati hapo umeingia. Hizi ni brand, ndio wanaamua kubrand miezi ili wapijaze biashara basi. Alafu swala la Mungu. Huyo Mungu mwenyewe katuumba katuambia kuzaliana je kujaza dunia hii hapa. Haya bila kupiga mipasi yangu hapo tutapata mtoto hapa sasa hivi. Alafu changamuka kidogo basi na wewe tumalize ile swala hapa tufanye mambo mengine. Lakini usi mwezi mtukufu. Watu wanafunga kumwomba Muumba wao. Wewe unazungumzia kitu gani?
Yaani hiyo muda tangu tumeingia mpaka sasa hivi mimi kwa mndewa nishajibaruzia kitambo. Nishapata kitambo mpasi yangu. Sema unakuja kuleta habari zile za kusizi, unachelewesha muda. Yaani sasa kwa dakika 72 75 tunaelekea 90. Wewe ndo kwanza hata kwa Guantanamo hatujalala ndo nini? Sikia. Yaani sisi tukishazama Benjamin Mkapa. Mimi hata sibaruzi sana. Yaani kidogo tu. Mimi najipigia mpasi yangu, tunafanya mambo mengine. Alafu hivyo unaelewa unachokiongea kweli? Mwezi mtukufu unaanza kufanya ujinga. Uko serious? Bana, mwezi mtukufu mbona mwezi mtukufu tu. Mwezi mtukufu ndo nini sasa? Kwani tukifanya mwezi mtukufu na tutakuwa watu wekundu au tabadilika hizo ngozi zitakuwa za paka? Bana, acha badilisha. Lakini mimi sitaki. Msogea. Afu yule unakuwa nini? Sasa kutoka. Hebu funga macho. Karibu sana shehe wangu. Vipi? Mbona safari za usiku? Shehe wangu, leo nimekutana na mtihani mkubwa sana. Nilikuwa pale nyumbani nikiwa namalizia kufanya ibada zangu za usiku. Mara akaingia kakaangu Salmini. Akaniambia nitoke nje kwamba wamekuja na mwanamke wake wanataka waje kufanya mambo yao mule ndani. Nimemwasa sana lakini hakunielewa. Kwa hiyo akanitimua mule ndani akaniambia kwamba mimi nikatafute sehemu ya kulala. Na mimi nikaona nije kwako hapa shehe wangu nipe stara usiku. Mtihani huo shehe wangu. Kwa hiyo Salmini anaingiza wanawake na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini mbona wazazi wenu wamewalea katika maadili ya Kiislamu na yenye kufuata dini? Kwa sababu mimi ninavyomjua kaka yako nimeingia naye madrasa, tumesoma wote. Anavijua vizuri vitabu vya dini. Sasa inakuwaje anaanza ufuska kiasi hicho? Mimi mwenyewe shehe wangu sielewi. Yaani sijui hata kuna tatizo gani na muendelea yule kakaangu. Mimi nilijua tu labda haya mambo atayafanya katika kipindi ambacho sio mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini mpaka ndani ya mwezi huu bado anaendeleza ufuska. Kwa hiyo mimi nishajaribu kumwasa sana, lakini bado hanielewi. Naona labda wewe ukienda kuongea naye pengine labda ataweza kukuelewa. Basi sawa, usijali. Mimi nitaenda kuzungumza naye. Mimi nadhani atanielewa vizuri. Nahisi tu kuna namna labda atakuwa amegafirika. Lakini nikizungumza naye kila kitu kitakaa sawa. Karibu sana. Wewe jisikie upo nyumbani. Hapa ni nyumbani na kule ni nyumbani pia. Wewe pumzika wala usijali. Sawa, nashukuru sana ndugu yangu. Lakini vipi kuhusu swala la daku inakuwaje? Kuhusu daku hapa sijapika. Ila inabidi twende hotelini tukachukua. Basi sawa, haina shida. Karibu sana. Asante. Baby. Yes. Unajua nimeenjoy sana leo. Mimi nilikuwa najua kama utaenjoy sana. Kwa sababu hivi mimi ni vitu vangu yani. Mimi nafanya wewe enjoy at the maximum. Ya, kwa sababu najijua mimi ni mndewa mzee wa mipasi. Napiga mipasi ambayo itakufanya wewe enjoy na uridhike kwa mndewa. Na ulikuwa unakataa tu. Ila ungekuwa ready tangu mwanzo. Ungeenjoy twice. Sure. Basi nimeenjoy, nimefurahi. Sema shida yako. Mwanzo ulinitoa kwenye mood kwa sababu nilikuwa na force. Lakini kama ungekuwa tangu mwanzo umenyooka kwa clear, nakwambia ungeenjoy twice. More than this. Asi. Tukapata tu siku mzima tumeenjoy. Usiku mzima tena. Yeah. Mimi nadhani inatosha. Lakini umenitibu vizuri. Sinaambia. Alafu muda mwingine mkiacha kwa ni mndewa mzee wa mipasi.
kuniambia nenda kama daktari na mtetezi wa haki za wanawake. Kweli? Sure. Kwani kutibu vizuri, kutetea ili upate haki yako unyooke, upende ni wajibu wangu. Sure. Kwa hivyo ni vitu vangu. Yaani wewe kukufanya uenjoy, kukutibu vizuri ni wajibu wangu kama mdeo. Asema kweli? Sure. Thank you so much. Usijali. I love you. Thank you. Yeah, you killed me, man. Tell me why. Asalamu alaykum shehe wangu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Heri? Ni heri lakini si heri. Heri lakini sio heri. Unamaanisha nini? Bwana, nimepata malalamiko kutoka kwa mdogo wako. Umekuwa ukimwamsha usiku, ukiwa unaingiza wanawake. Haujali kabisa kuwa huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa mimi nikaona kama kijana mwenzio si busara kukuacha ukapotea, hadi ya kuwa mimi najapo kidogo na elimu. Nikaona sio mbaya nije nikuelimisha walau kidogo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, jitengeni na mambo yote mabaya ufikapo mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu huu umeletwa kama funga ya kufunga mabaya yote na kuingia kwenye mema. Kwa hiyo wewe kama kijana mwenzangu, nikaona si mbaya nikuletee hizi taarifa njema. Achana nayo mabaya yote. Sasa kama unashindwa hata kufunga, basi jaribu kuyafunga hata matendo mabaya. Aya, angalia. Angalia, unamtoa mdogo wako nje usiku. Anahangaika, anatafuta sehemu pa kulala kwa ajili ya uzinifu. Jaribu basi kujitafakari. Ni kitu gani unakijenga kwenye maisha yako? Ama kweli ukistajabu Ramadhani utaona Kwaresma. Hivi wewe unavyojiangalia, wewe hapo una elimu yoyote hata chembe ya kuelekeza kitu chochote kinachohusu dini? Usikifahamu wewe mwenye dini zote nazijua. Christianity, Islamic ziko hapa. Kwa sababu mimi ni Mkrislamu. Do you know the meaning of Islam? Half Islamic, half Christianity. Ndio mimi hapa. Kwa hiyo hauna kitu chochote cha kunielekeza. 26:6 Yakobo inasema, nikapewa mwanzi kama fimbo na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasijudue humo. Alafu Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'an, Mark Qur'an, la yalid wala yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa. Kwa hiyo haunifundishi kitu chochote kwa sababu najua kila kitu. Sijui naelewa vizuri. Alafu sasa mimi na mdogo wangu Juma tuko hao wawili kwenye familia yetu, remains ndio tuliobaki. Hakuna mtu yote kutuingilia kwa sababu hakuna mtu yote anajua maisha yetu. Mimi, Juma na wazazi wangu tunajiona sisi wenyewe na sio mtu mwingine yoyote. Yaani hawaachi watu wengine wote, aache wengine mimi kama kaka yake akufuata wewe, akuelekeza situation zetu. How? Oya. Hii sura sio kusimamisha barabarani. Mimi nina roho mbaya. Nataka kufanya kitu chochote kibaya huu mwezi, sawa? Nikakuharibia funga yako. Lakini mimi nimekuja hapa si kwa ubaya wala ugomvi. Lengo la kuja hapa ni kukuelimisha tu. Ujue unayatenda si mazuri. Unatakiwa ufanye mazuri. Walau na wewe pasi hata kuandikwa kwenye kitabu cha waliotenda mema mwezi mtukufu wa Ramadhani ili uweze kusameheka. Kwa sababu hata vitabu vya dini vinasema atubuye basi usamehewa. Jaribu kufanya hata sala ya toba. Yote yatapita na utakuwa mwema. Hakuna aliyezaliwa mbaya hapa duniani. Kwa hiyo ujumbe wangu mimi ulikuwa ni huo tu. Kama kuna sehemu yote nitakuwa nimekukwaza, basi naomba niwie radhi ya ustazi wangu. Wewe. Narudia tena. Hauna kitu chochote cha kunifundisha. Wala hakuna neno lolote jipya ambalo wewe unaliongea sije kulisikia before. Maneno yote unayoongea hapo nishaye kuyasikia. Alafu sio shehe. Alafu nyinyi wadogo mnajulia dini ukubwani. Mnavaa mavazi meupe, mnajikuta nyinyi ni mashehe sana. Dini mnaijua sana.
Sisi dini tulisoma miaka ya 90. Miaka ambayo wewe ulikuwa haujazaliwa. Wewe hata tukufikiria kama tukapo hapa duniani. Alafu wewe leo umejifundisha dua mwezi wa 11, 12. Leo mwezi wa pili na Ramadhani sio wasogezea kidogo kutokana na mazingira ya hali ya hewa. Mwezi wa pili mnafunga, unajikuta wewe unajua sana dini. Wewe unajua dini yote kuliko mimi. Mimi najua dini kuliko wewe na hiyo dini yako unajua wewe unajua mara 10. Sasa sikia. Ukiniona sehemu yoyote usinisimamishe kuniuliza puuzi ambazo mimi naelekeza hapa. Alafu taarifa, si ndio? Sasa kazi yanayo. Na wewe nikikuona tena unanisimamisha babani kuniuliza mambo yako ya puuzi haya, nitakuumiza. Chizi wewe. Toka nipite hapa. Toka. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'al basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Kaka. Sheikh Juma. Salamu alaikum. Waalaikumsalam. Vipi, niambie kaka. Alhamdulillah, Mungu anabariki. Watakuwa na afya tele kwa sababu ya Allah tabaraka wa taala. Sawa, mimi nipo zangu hapa na durusu kidogo. So unajua, hivi ndio vitu vyenyewe vya mwezi mtukufu wa Ramadhani vya kuweza kugaia thawabu 2-3. Vizuri, ndio inavyotakiwa. Mwezi mtukufu kama huu, ukisoma vitabu kama hivyo, ni amali za Mwenyezi Mungu unazipokea. Sasa, ukiwa unasoma hivi, halafu kuna baadhi ya vitu havipati na kwa ipendezi. Mimi kama blaza wako nimechekesha nikutafutie zawadi. Kwa nina bonge moja la surprise kwa ajili yako. Ni surprise gani tena hiyo kaka? Usione haraka. Najuaga nyie mashe, mambo yenu ni hai. Mambo ya bu paka ja, mara madadi, mara madofu, mara vigoma, najuaga. Ila calm down. Surprise inakuja soon. Wewe mlibwende? Njoo. Mlimbwende tena? Astaghfirullah. Kaka, yaani ndio umefikia kwenye hatua hiyo? Yaani kaka, yaani kufanya yeye makosa umeona bado haitoshi. Umeona mpaka uanze kuwasakazia na wenzio. Haya sio matendo ambayo tumefundishwa katika dini yetu kaka. Na mimi siwezi nikakaa nikafanya upuuzi kama huu hata siku moja. Hivi hauogopi hata kama mwezi mtukufu wa Ramadhani? Hauogopi hata hichi kitabu ambacho nimekishika katika mkono wangu? Muda sio mrefu tu nimetoka kuyatamka maneno matukufu. Alafu niingie kufanya huu upuuzi. Bro, hapo ulipofikia sasa unanikosea sana. Unanikosea kiukweli. Astaghfirullah. Juma, mimi nimesoma hiyo dini kabla yako. Alafu kwa muda mrefu. Nimesoma kwa utondoti wa hali ya juu. Hicho kitabu hakuna nisichokifahamu kwenye ujuzi ulioshikia hapa mkononi. For example, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Hakuna ambacho sikijui. Kwa hiyo hichi ninachokifanya nakifanya nikiwa na akili timamu. Mimi zako nimekaa nimeumiza kichwa. Nikaona huyu Juma sijawahi sikia hata siku moja mtaani ana piskali. Hapa ndani kila siku nakutoa mimi tu. Wewe hujawahi kunitoa hata siku moja kaingiza mwanamke huko ndani. Au ndio kwangu wewe mkufu?
Kama tujue kama ni mkufu, hausimiki au simami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Au jagua aliko kwa awiki. Astaghfirullah ya adhim. Amna sitokijua usinitishe na kitu chochote. Huyo mlimwende nimekuletea. Lazima ubaluze mdogo wangu kwa kulinda heshima Mndewa. Siwezi kubali nadhalilika wakati mimi Mndewa najipigia mipasi na sebenza na kula watoto wakali, alafu wewe umekaa tu hapo. Huko nje wakiona wewe hautembei na mademu, hauna mademu, nitadhalilika mpaka mimi Mndewa. Sasa sikia, chuma hicho nimekuletea from heaven. Nimekuletea. Na kwa mtanyoza Adamu, huyu ni Hawa. Nimekuletea. Baba anatakiwa baluze. Baluza kisawasawa. Ili nikikutana naye aniambie mdogo wako mashine, mdogo wako balaa. Hapo mimi ndo moyo wangu kwa tu utakuwa umesuhuzika. Nitakuwa na furaha, najua kabisa ndugu yangu sio nyororo, sio mkufu. Kaka, hapo ananikosea sana. Tena isitoshi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na muda sio mrefu wewe mwenyewe umenikuta hapa nasoma maneno matukufu na mkononi kwangu nimeyashika. Kwa hiyo nianze kufanya upuzi kama huu? Siwezi kaka. Mimi siwezi ngafanya uponshenzi kama huu. Kwa hiyo hicho kiburi chote kwa sababu ya juzo uloshikia. Hebu lete hapa. Chizi wewe. Hii naondoka nayo. Yule utamla. Huo umetaka au hujataka. Huyu utamla. Natoka. Nikirudi hapa nikute huyu kashaloa. Kashaloa ushabaluza. Nikikuta haujabaluza mdogo wangu, tutashikana mashati. Chizi wewe. Mimi naondoka. Sasa hii naimeza. Wako asichafuke, lazima achafuke. Usiniguse.